nimefika Kawe nikasema nitafuta moja, nimefika Kawe nikanunua energy, nikasema ili nisichoke kuangalia kusikiliza ibada. Ndio. Sikununua sigara, nikanunua energy nikanywa, nimeingia hapa kanisani. Namshukuru Mungu, nilifuatilia ibada vizuri. Nikala keki ya upako. Ndio. Nilipotoka hapo, leo ni miaka 3 sasa hivi. Mpaka sasa hivi ni miaka 3. Mpaka sasa sijavuta sigara. Hujavuta tena. Sijavuta sigara. Makofi kwa Yesu. Umefurahi? Nafurahi sana. Ya tatu ya mwisho. Hiyo ndio madhabahu hii hapa sasa. Hapa sasa. Nimehudhuria mikutano mingi sana ya mtume. Ndio. Makongamano ya mkesha. Lakini huu wa mwaka uliopita wa tarehe 13 sikuweza kufika hapa, lakini kwa imani nikasema huku nyumbani nitakesha na redio mpaka kuna kucha. Wakati huo bado ulikuwa na tatizo gani? Hapo na tatizo la kunywa pombe. Yaani nimeacha sigara, ikabaki pombe. Ikabaki pombe. Kwa hiyo nikawa nahangaika na pombe. Kwa hiyo mkesha wa kuvuka na chako tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka jana, nimekesha na redio nyumbani, nimelala sijalala, nimekesha nayo. Kumekucha siku 2 siku 3. Mpaka leo hii, huu mwaka nimeingia, Bwana amenitakasa, nimeokoka, pombe sina, ninamtukuza Mungu na niko vizuri. Pigie Yesu Kristo makofi. Wangapi anasema leo tatoka niko vizuri? Unaamini? Amen. Brother, Mungu akubariki sana. Gervas, na Mungu aendelee kukusaidia. Amen. Gervas Gregory, he had 3 testimonies. He said while Apostle was in Mwenge, he had soles under his feet and he was even unable to walk properly. So he was told with a certain sister who had a salon that to be listening on the radio, and so he started to listen through the radio, and he decided to come there while Apostle he was in Mwenge. And after the crusade, then Mwenge, it was the service as today. It was a service of dipping our feet into anointing oil. After 3 days, all the souls disappeared, and since then he was healed. The second testimony, he's saying that while Apostle was in previous altar, he was very addicted in smoking cigarettes. So it was a service of eating anointing cake, and he ate anointing cake, and since then he stopped smoking cigarette, and he was free, and until now it is almost 3 years free from smoking cigarette. And the third testimony, he said on 13th of December, it was the overnight crusade, so he was connecting through the radio, and he was drinking alcohol for so long, and it was so hard for him to stop. But after that crusade, on the second day, all the addiction and thirsty ran away, disappeared, and since then he was free from drinking alcohol. Glory be to Jesus. Yesu makofi. Ubarikiwe. Naomba sasa tumalize kwa haraka kazi huu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa jina naitwa Esther Abeli, natokea Korogwe, Tanga. Ndio. Cha kwanza nianze na safari yangu ilivyokuwa jana wakati nakuja huku. Maana nilikuwa nimetoka asubuhi. Kwanza kabla sijatoka nilianza ibada asubuhi na mtume ya saa 12. Ile sala ya Bwana. Ndio. Wakati naondoka nyumbani nafika stendi nikapata gari kwa urahisi. Lakini tunatoka getini gari ikazuiwa, ikaambiwa Mwenge unapita. Basi tukasimama pale, mwisho wa siku Mwenge ulivyopita tukaondoka. Tunafika katikati hapo kwa Kombo, gari ile ikafa. Ina maana tairi la mbele likawa limekaza kutembea haliendi. Maana ikaribika. Tukakaa pale mpaka hapo. Kabla hamjafika hapa. Hapa mmefika. Mimi nilitoka ili jana niweze kufika hapa kwenye ibada. Umefika hapa muda gani? Sasa sikufika jana maana niliingia usiku. Uliingia usiku? Kwa sababu gari iliharibika pale kwa Kombo. Ndio. Tukakaa kwa Kombo mpaka saa 7. Gari haijafaa. Kwanza kile ambacho Mungu amekutendea ili tukomboe muda mtumishi wa Mungu anaingia. Sawa.
Basi tukapata gari lingine. Tunafika mbele, nyoka kazuia mbele. Yaani kama anataka kugonga gari. Yule mwenye gari akakanya nyoka, tukapita. Kwa hiyo sisi tumefika saa 12, tumefika saa 1 hapa Dar es Salaam. Lakini cha kwanza kabisa mimi nilikuwa na shida ya moyo, pressure na vidonda vya tumbo. Moyo, pressure na vidonda vya tumbo. Ndio. Ambavyo vimekusumbua kwa muda gani? Miaka kama 7 sasa. Miaka 7. Na ini pia limejaa mafuta. Ndio. Na mgongo pia unanisumbua. Lakini katika kupitia madhabahu hii nilianza kuja 2021. Ndio. Na mpaka leo hii vile vyote havipo, kwa sababu hii ibada hata kama niko nyumbani, mimi ndio ibada yangu hapa. Nikienda kanisani asubuhi nikirudi nakaa kwenye ibada mpaka itakapoisha. Hauna shida ya moyo? Natumia mafuta na maji na kila ibada, na nikija Dar es Salaam, nikija kliniki kwangu lazima nifike kanisani hapa. Lakini Yesu Kristo makofi. Mama, umepona vyote. Nimepona vyote. Hauna shida tena. Sina shida, na mimi pigie tena Yesu makofi. Amen. Na mimi ni mtu wa hali ya chini. Amen. Mungu akubariki mama. Kwa sababu ya muda tunamtukuza Mungu aliyekuponya pressure, moyo, vidonda vya tumbo, mgongo, na sasa uko tu vizuri. Wangapi anasema na mimi leo natoka nikiwa vizuri hapa? Unaamini? Amen. Amen. Esther Abel from Tanga, she's here glorifying God. She said she had a heart problem, ulcers, pressure, and liver heart fat, and also the back pain for 7 years. She came here on 2021. She started to connect to this altar, and every services she was also connecting through media while she was back in Tanga and using anointing water and anointing oil. Behold, after all those prayers, now she's free from heart problem, she's free from ulcers, pressure, and even the back pain. And again, she's thanking God that she reaches here safe and sound, regardless of all the challenges in the road. Glory be to Jesus. Pigie Yesu makofi. Barikiwe sana.